Alright, kama kawaida tumerudi ndani ya Eagles Media. Sisi umetujua kama kawaida tunakuanga watu wako kila wakati. Tumekuwa tukipatia exclusive content za Ikolomani, Kakamega na Kenya mzima kwa ujumla. So juzi tumekuwa na mheshimiwa wetu hapa wa Idaho North ambapo tulikuwa na yeye tukifanya mahojiano na mazungumzo ya hapo na pale. But leo pia tumesema arudi katika studio kulingana na maneno ama comment section ya kutoka kwa upande ule ambao waliona interview yetu na yeye. So hii leo tunakuomba tu number 1, finya ile button ya subscribe, piga ile kengele, weka comment section, weka kila kitu like na ufanye kila kitu. So vile mheshimiwa amerudi hapa ndani ya studio na tungependa tu labda tuelezee ni nini ambacho kimefanya akarudi hapa. Omwami vipi? Thank you. Mimi kwa majina yangu ni Anthony Gregory Sisanya. Mashabiki wangu vile wameniambia wamekuwa na demand nirudi niwaeleze mambo vile iko. So kitu ya kwanza ni kushukuru watu wangu wa Idaho North na kuwashukuru kwa zile simu mlipiga studio mpaka nimeitwa mara ya pili. Asanteni sana. So vile labda tu atatuelezea ni mambo yepi ambapo pia kulingana na mahojiano yetu ya hapo awali alijua kuna watu walitoa maoni tofauti. Labda tu atuelezee ni vipi ameipokea na ni vipi amebadilika ama ni vipi anafikiria kuyapanga. Mahojiano yenye tuliongelea last time, watu wamenipigia simu wakaniambia nikirudi studio ni address mambo ya mining ya Idaho North na Ikolomani kwa jumla. Na kuna hii watu wamekuja investors, hii watu wako na Senate, wanaitanga Senate. Hii watu wameekelea mapati karibu na mito, alafu wanachukua ile mchanga ya dhahabu ile watu wamechimba, wanatoa dhahabu nyingine ndani. Sasa ile kitu watu wanalia ni zile chemicals zenye wanatumia. Hizo chemicals zinaenda kwa maji, samaki wanakuwa affected. Kuna watu wametoa complaint kwa samaki zinakufa. Na kama samaki zinakufa, pia tunahofia ng'ombe pia zitakufa. Na binadamu watakula samaki na wakunywa maziwa. So sisi tutaomba NEMA ikuje ifanye investigation, iangalie inspection. Hii watu wanafanya Senate waone kama disposal ya maji yao is it safe, wako na septic tanks ama hiyo maji inaenda kwa human consumption. So mnasikia vizuri sana hapo Idaho North kumekuwa na ile changamoto ya mambo na mining. Wale watu wafanya leaching na Senate wameaffect kijiji. Sasa sijui nani aliwaruhusu ama authorities ni gani ambazo wanapitia ndo wakafeze kufika pale. Sasa mimi vile naangalia kwa maoni yangu hapa Kenya vile tuko saa hii corruption ndio inakuanga kiwango ya mbele. Hao watu tunaona kama vile wanaingia kwa kijiji na kuanza kufanya mambo yao ya mining. Procedures za kuweka hiyo vitu, county government inafaa iambie watu ya NEMA wafuatilie before wewe mtu aanze kufanya hiyo vitu yake ya mining, wajue kuna disposal ya hiyo maji yao yenye kuna chemicals isiingie kwa system ya maji ya watu kukunywa. Hata juzi nimeona wakioji watu huko Bushangala, mama akisema mikono haifanyi kazi usiku, akishika hata mwili yake asikii kama kuna feelings. So ni chemical affection imewafikia. So wewe unafikiria vipi, ni njia gani unaweza tumia labda kubadilisha hiyo hali? Ya hiyo hali lazima before mtu ameanza kuweka Senate mahali, inafaa ikuwe hiyo place ikuwe inspected, isikuwe karibu na maji ya watu karibu na source ya watu kukunywa maji ama ng'ombe, ikuwe mbali. For example, kama unaangalia ile Senate iko Shianavunga, hiyo Senate iko pale juu. Na hapo chini hiyo ndio main supply ya maji ya kwenda Musorikani High School. Hiyo maji ya Mutawa project inatokanga Shianavunga. Maji ya kwenda Musori kwa maduka wapi inatoka Shianavunga. So in case kitu iingie kwa hii source ya maji itaua vitu mingi. Kwa sababu hiyo chemical zao tunaambiwa ni mbaya sana. Yeah, according to the research. So research ya mheshimiwa inasema ya kuwa wanafaa wafuate the relevant authorities na relevant routes za kubadilisha hiyo maneno. So kitu kipi kingine mzee mzima wetu mheshimiwa ungependa kuonelea kulingana na Ikolomani at large ama Idaho North vile ambavyo iko? Sijui unafikiria aje kisiasa vile ambavyo tumeongelea. Kitu tumezoea kuongea kwa mambo ya kisiasa lazima tuongelelee. Sasa mimi ile kitu nitaomba the upcoming politicians wa Ikolomani huko Idaho Central
Mheshimiwa Musalia Lisile najua ndiye atachukua 2027. Nitaomba yeye na wengine wakati tutakuwa tumechukua hii kiti 2027, we make sure that safety ya wananchi wa Ikolomani comes first, because watu wetu wa Ikolomani maisha yao ni muhimu kwa sisi, kwa sababu watu wakikufa hata mtu akukupigia kura hakuna. Kwa hiyo mimi nitaomba watu wa Ikolomani wagoe na imani na upcoming leaders. Yes. Tukiemo Eric Shitote, wewe mwenye anataka kuchukua kiti ya Ikolomani MP, Mheshimiwa Musalia Itago Central na wengine wa South na East. Tukichukua Ikolomani na tuweke first mbele, ikuwe mbele kuliko kila kitu. Kila kitu itakuwa sawa. Kweli. Yeah. So tulisema tuko kwa mbio sana na kwa ufupi sana. So vile vile labda utuelezee tu tangu ile muda tuliongea na wewe ulikuwa umesema unaenda kuwaongelesha wale ambao viongozi wanapigania kiti cha ugavana cha Kakamega. So labda umefaulu kupatana na Mama LC, umepatana na daktari ama umepatana na Fernandez Baraza? Na kiti ya gavana ya Kakamega as things are now, vile nilikuambia last time, bado tuko na miaka 2. Na hii miaka 2 hata serikali hajatangaza campaign. Kwa hivyo mimi nitaambia LC, Khalwale na Shinali wakinaseka au watu wote wako bunge wafanye kazi yao ya bunge. 2027 ikifika, Baraza atakuja na kati yake, LC akuja na yake, Khalwale akuja na yake, au raia ndio wanaamua mwenye anataka kuwa wana Kakamega. Kweli kabisa. So tukimalizia kuna ya kwamba kuna rafiki yako na rafiki yetu na ambapo pia tunampenda sababu iko chini ya Kakamega County. Kuna huyu mzee mzima anaitwa Seth Panyako, ambapo amesema anawania kiti cha ubunge cha Malava ambapo kilikuwa kimeshikiliwa wadhifa huo na mzee mmoja anaitwa Injendi Malulu ambaye alipoteza maisha yake muda ambao ulipita kiasi. So sijui kwa maoni yako ni vipi? Asante sana, nitakushukuru kwa hilo swali. Kwa sababu mimi Seth na rafiki yangu kwa muda mrefu. Na nimejua Seth kwa muda mrefu sana katika ile hali yake ya kutetea maslahi ya wafanyakazi. Ni mtu mwenye ako very honest. Hata serikali hapo nyuma walikuwa wanajaribu kupatiana hongo wakati manazo wamekoma, lakini Seth anatetea maslahi ya wafanyakazi. So mimi ile kitu nitaambia watu wa Malava. Watu wa Malava nitawashukuru kwa amani yenye mmeweka tangu hii kiti ikuwe wazi mpaka saa hii. Nitawaomba muendelee na hiyo amani mpaka siku ya kupiga kura. Ile kitu nitaeleza watu ya Malava ni kwamba msiruhusu mtu atoke nje akuje kuwapangia ni nani atakuwa kiongozi wenu. Seth ni kijana yenu. Huyo Ndagwa ni mtu ya Malava. Nyinyi ndio mnajua uzuri ya huyu na uzuri ya huyu. Lakini sisi watu wa Kakamega wale wa kutuko nje ya Malava pia tunaweza wasaidia kwa sababu uzuri ya kila mmoja wao tunaielewa. Seth Panyako is our future governor as Kakamega County. Tunaomba mumpigie kura ya 20 hii yenye tunaingia hii ya November. Apige miaka 2. Tumwambie arudi apige ile nyingine 5. 2032. That is our governor Kakamega County. Sure bet. Hiyo mmemwaminia. So watazamaji wetu, watu wa Malava, watu wa Kakamega, mnajua already mko na a new incoming governor kulingana na maoni ya Gregory Anthony hapa amesema kwamba Seth Panyako is the better option ya Malava. Is also the better option for Kakamega as a county. So maoni yenu itakuwa ya muhimu sana. Labda kitu yako mwisho baba tukimalizia. Kitu yangu ya mwisho nitazidi kueleza watu ya Malava. Msiruhusu mtu kama Faruk akuja kuwaambia atichagueni mtu fulani. Msiruhusu Musalia anakuja kuwaambia atichagueni mtu fulani. Soita Shitanda, the late Soita Shitanda, ndio mtu alikuwa ameshikilia Malava vile ilikuwa inatakikana. Tangu Soita aende, Malulu akaingia, serikali ikamnunua, ikaweka kwa mfuko, akaanza kuimba wimbo ya serikali. Tunahitaji wabunge kama Shitanda. Na hiyo mkuu ya Shitanda, mtu mwenye anaweza ingia kwa mkuu ya Shitanda ni Seth Panyako. Seth Panyako akichukua Malava. Nataka nieleze watu ya Malava, tutakuwa tumepata kiongozi wa kuogoa, sio Malava peke yake. Watu ya Kakamega tunaomba mchukue Seth Panyako. Nataka kuja akomboe Kakamega. 2032 ikifika
Wakati itafika tutakuja Malava, tutaonana na watu ya Malava. Faruku akikuja tutakutana nao mundu kwa mundu mpaka sisi Banyaga kwa MP wa Malava hii mwaka. Tukiwa tunamalizia tu labda tusikize neno moja ama himizo kwa vijana ambao ni wananchi wa Ikolomani na Idaho North. Kiufupi tu labda tueleze mheshimiwa. Asante sana rafiki yangu, tukimalizia niko na ombi moja, na hili ombi ni kwa vijana wa Idaho North, kwa wazee na wamama wa Idaho North na Ikolomani kwa jumla, Kakamega County mpaka Malava. Na waomba kuanzia kesho, kama una voters card uingie kwa county headquarters, sub county headquarters kwa IBC, ushike kura. Kura yako italeta mabadiliko ile tunataka. Watu wanasema vijana wanapigaga tu kelele lakini hawana kura. Sasa 2027 tunataka vijana wapige kelele na wapige kura. Kwa hivyo vijana wote mwende mshike kura kuanzia kesho. Asante. Shukran sana kwa muda wenu, na hivyo ndo tumefunga kwa leo. Tupatane tena kwa ile kitengo kingine. Nimekuwa wako MC Clyde.